Wapendwa watazamaji wa RC Kahama Online TV, karibuni katika wasaa huu ambapo tunatafakari juu ya Dominika ya Matawi katika mateso ya Bwana. Tujiulize, kwa nini inaitwa hivyo? Wapendwa, Dominika hii huitwa Dominika ya Matawi katika mateso ya Bwana kwa sababu katika Dominika hii huadhimishwa mambo makuu mawili. Jambo la kwanza ni kumbukumbu ya kuingia kwa shangwe kwa Bwana wetu Yesu Kristo mjini Yerusalemu, huku akishangiliwa na watu waliokuwa wamebeba matawi. Lakini jambo la pili ni mwanzo wa mateso ya Bwana wetu Yesu Kristo. Na ndiyo maana tunaona kwamba katika Dominika hii ya Matawi katika mateso ya Bwana, Dominika hii huashiria kuanza kwa Juma Kuu, ambalo kilele chake ni adhimisho la mateso, kifo na ufufuko wa Bwana wetu Yesu Kristo. Wapendwa, kuingia kwa Bwana wetu Yesu Kristo mjini Yerusalemu kuliambatana na shangwe kuu la watu ambao walimshangilia huku wakiwa wamebeba matawi ya miti mikononi, na wengine wakitandaza nguo zao na kuimba wakimtangaza kwamba Yesu Kristo ndiye Masia. Lakini tujiulize kwamba matawi haya yana ishara au yana maana gani? Maana ya kwanza, matawi yaliashiria ushindi na matumaini kwa Masia ambaye walimtumainia. Wapendwa, kushangilia huku wakiwa wamebeba matawi kuliashiria mambo makuu mawili. Jambo la kwanza, ishara ya ushindi na matumaini, kama ambavyo Wayahudi hawa waliwahi pia kumshangilia mfalme Antioko pale ambapo alilikomboa hekalu kutoka katika unajisi, ambapo simulizi hili tunalipata kutoka kitabu cha pili cha Wamakabayo sura ya 10 aya ya 7. Lakini ishara ya pili, matawi yaliashiria utimilifu wa utabiri wa nabii Zakaria, kama ambavyo anasema, furahi sana e binti Sayuni, piga kelele e binti Yerusalemu, tazama mfalme wako anakuja kwako, ni mwenye haki naye ana wokovu, ni mnyenyekevu, amepanda punda na mwana punda, mtoto wa punda. Maneno haya yanatoka kitabu cha nabii Zakaria sura ya 9 aya 9. Wapendwa, tufahamu kwamba Wayahudi hawa walimtazamia Masiha mwenye sifa hizi. Kwanza, askari hodari, lakini pili, mfalme mwenye nguvu na mamlaka ambaye angewakomboa wao kutoka utumwani. Na ni utumwa upi? Pale ambapo walikuwa wakitawaliwa na watawala wa Kirumi. Lakini tafsiri hii kimsingi haikuwa tafsiri sahihi, kwani Kristo ni Masia ambaye alikuja kutukomboa sote kutoka katika utumwa wa dhambi. Na anapotukomboa katika hali hiyo, anatukomboa katika hali ya upole na unyenyekevu wa moyo. Na ndipo sasa kudhihirisha hali hii ya upole na unyenyekevu wa moyo inaonekanika katika lile tendo la kuingia mjini Yerusalemu akiwa amepanda punda. Kwa Wayahudi, punda aliyesabika kuwa mnyama mwenye sifa ya upole, na ndiyo maana mnyama huyu hakuweza kutumika katika matumizi ya vita, bali alitumika katika shughuli msingi za kijamii, ikiwamo kazi mbalimbali na safari. Na ndipo sasa Kristo anapoingia akiwa amepanda mwanapunda, hii inaonyesha ishara na unyenyekevu wake ambao umejikita kumkomboa mwanadamu katika hali ya upole. Lakini pia wapendwa, tufahamu kwamba katika Dominika hii ya Matawi, tunapotafakari kwa kina kuhusiana na tukio hili la Bwana wetu Yesu Kristo kuingia Yerusalemu, sisi tunapata dhana kuu pale ambapo anaingia mjini Yerusalemu katika hali ya kushangiliwa. Kwamba Kristo anaposhangiliwa na hawa watu, waliomshangilia walikuwa ni watu wa hadhi ya chini, wasio na vyeo katika jamii ile ya Kiyahudi. Na ndipo sasa mashangilio haya yanaamsha hasira kwa wale waliokuwa viongozi wa Kiyahudi, wakiwamo wakuu wa makuhani, Mafarisayo pamoja na waandishi. Na hasira hii inakuja kwa nini? Kwa sababu wanapomshangilia Kristo, wanamshangilia wakisema, Hosana mwana wa Daudi. Tufahamu kwamba neno Hosana ni neno ambalo linatoka katika lugha ya Kiebrania, kumaanisha tuokoe, tunakuomba. Kwa hiyo Wayahudi hao wanapomshangilia Kristo huku akimtaka awaokoe, wanamaanisha kukombolewa kutoka katika utawala wa Kirumi, ambapo wakuu hawa wa Kiyahudi, wakuu wa makuhani pamoja na waandishi na Mafarisayo, waliona kwamba wao pekee ndio wenye uwezo wa kuwaokoa watu hawa kutoka katika utawala huo. Kwa hiyo kwa shangilio hilo linaamsha hasira kwamba hawa waliokuwa makuhani pamoja na waandishi na Mafarisayo wanapata hasira. Na ndipo sasa unapangwa mpango kabambe wa kumkamata Bwana wetu Yesu Kristo. Na kutokana na mpango huo ndipo tunaingia katika sehemu ya pili
ya adhimisho la Dominika ya Matawi, ambayo ndani yake kuna adhimisho la mateso ya Bwana, ambapo mpango huo unatimilizika pale ambapo Kristo anakamatwa na kisha anateswa. Na hii inaonekana wazi katika somo la Injili. Injili ya leo katika Dominika ya Matawi inazungumzia juu ya historia ya mateso ya Bwana, ambapo Kristo huyu anakamatwa, anahukumiwa pasipo kosa, anateswa, anadhihakiwa, anatukanwa, na mwisho wa siku anakufa msalabani. Haya yote Kristo anayapokea katika hali ya upendo pasipo kunung'unika. Lakini upendo huu umejikita katika nini? Upendo huu ni upendo wa kimungu ambao umejikita katika kutukomboa mimi na wewe. Kwa hiyo Kristo anayapokea yote katika upendo kwa ajili ya ukombozi wetu. Sasa sisi tukiwa waamini, ni kipi ambacho tunapaswa tujiulize? Jambo la kwanza tujiulize kwamba Kristo anapokuja kutukomboa, anatukomboa sisi katika hali ya mateso yake. Sisi nasi tunayachukuliaje mateso ya Kristo? Tukumbuke kwamba mateso haya yanatufidia sisi dhidi ya dhambi zetu. Kwa hiyo mateso ya Kristo anayoyapokea kwa ajili ya ukombozi wetu, tunapaswa tuyachukulie katika thamani yake na kamwe tusiyabeze. Hata nasi katika maisha yetu pia pengine tunaweza tukakumbana na shida na changamoto mbalimbali. Lakini shida hizi na mateso haya tunapaswa tuyalinganishe na mateso ya Kristo ambaye daima yana ukombozi ndani yake. Lakini pia tunapoandamana siku ya leo Dominika ya Matawi tukiwa tumebeba matawi au tumeshika matawi mikononi, ishara hii ina maana ipi? Ishara hii ina maana kwamba Kristo anatukomboa sisi dhidi ya utawala wa mwovu Shetani. Pale ambapo sisi wanadamu tunaangukia katika ulaghai na udanganyifu wa mwovu Shetani, Kristo anapokuja kwetu anakuja kwa namna hiyo ya kutukomboa. Hivyo wapendwa ndugu zangu, tumuombe Mungu atujalie leo neema ya kuielewa vema Dominika hii ya Matawi katika historia ya Bwana, ili pale tunapoanza safari ya historia ya ukombozi wetu kwa njia ya mateso, kifo na ufufuko wake, tuweze kuyaelewa vema mafumbo haya makuu, ili mwisho wa yote tuweze kupokea neema na baraka kutoka kwa Mungu mwenyewe. Tumsifu Yesu Kristo.